maisha yetu. Kuna wale wanafunzi ambao walikuwa ni wengi. Hiyo wakati ambapo Yesu Kristo aliaga, hakuna mwanafunzi ambaye alikuwa mahala pale hata ambaye angekuwa na ujasiri kwenda kusema kwamba ninautaka huu mwili, kwenda kusema tu ya kwamba ninataka nikauangalie huu mwili, nijue ni jinsi gani nitaweza kuusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila mwanafunzi ambaye alikuwa anasikilia neno kwa umbali, ambaye alikuwa tu anasikia Yesu akifundisha, ambaye alikuwa tu anasikia sauti ya mwalimu ama sauti ya mhubiri, hii ndio siku yako kusimama. Hii ndio siku yako kwenda kwenye maombi. Hii ndio siku yako kuja kutetea kanisa. Hii ndio siku yako kuja kutetea mwili wa Yesu Kristo. Yesu Kristo tena asirudishwe msalabani. Yesu Kristo tena asiteswe. Yesu Kristo asije akadhihakiwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati ambapo Yesu Kristo alisema it is all finished, alimaanisha kwamba yote yamekwisha. Na akisema haya maneno alikuwa anatamani apate mtu mmoja atakayemuondoa pale msalabani, atakayemuondoa katika ile mateso, atakayemuondoa katika ile mahangaiko. Lakini Yesu Kristo hakuwa na yule mtu. Lakini tunashukuru ni kwa ajili ya huyu mwanafunzi. Kwa hivyo siku ya leo wapendwa, tukafanyike tu huyu mwanafunzi, tukajitolee tu kama huyu mwanafunzi, tukatetee huduma ya Mungu, tukasongeshe huduma mbele. Ninajua kwamba huduma haina uzima tena, ninajua kwamba huduma haina uhai tena, lakini siku hii ya leo, ile ujasiri ambao Mungu ametupa, ile hekima ambao Mungu ametupa, yale maarifa ambao Mungu ametupa, haya ndio tutasonga nayo, haya ndio tutaweza kutumia ili kwamba tukaokoe huduma wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Twende verse 43.